Watazamaji, hivi ulishawahi kujiuliza kwani huwa kuna ulazima wa kulala? Je, ni lazima ulale? Je, kuna umuhimu gani wa wewe kulala? Sasa leo tumekuandalia hoja 10 ambazo huwa ni lazima zikufanye wewe uweze kulala. Sasa kabla hatujaenda kuziona hoja hizi 10, naomba niweze kukumbusha, kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunazi-upload. Namba 1, unalala ili kurejesha nguvu za mwili. Wakati wa usingizi, mwili hujiponya na kurekebisha misuli na kurejesha nishati ya kufanya shughuli za kila siku. Namba 2, unalala ili kukuza mfumo wa kinga. Kulala vizuri kunasaidia sana katika kuongeza ufanisi wa mfumo wa kinga, hivyo husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hivyo namba 3, unalala ili kuimarisha kumbukumbu. Usingizi unasaidia ubongo kutunza na kuimarisha kumbukumbu, hivyo husaidia sana katika kuboresha uwezo wa kujifunza na kukumbuka taarifa. Lakini pia namba 4, unalala ili kuboresha mood. Kukosa usingizi kunaweza kusababisha mabadiliko ya mudi kama vile hasira, huzuni au pia hata wasiwasi. Kulala vya kutosha husaidia katika kuboresha hali ya kiakili. Namba 5, ni msaada mkubwa sana katika kuzuia magonjwa ya moyo. Hivyo usingizi wa kutosha husaidia sana katika kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hata pia shinikizo la damu pia na kisukari. Namba 6, unalala ili kuboresha umakini wa utendaji. Kulala kunaongeza umakini mkubwa sana na uwezo wa kutatua matatizo mbalimbali, hivyo husaidia sana katika kuboresha utendaji katika kazi pia hata maamuzi. Namba 7, kulala kunasaidia sana kupunguza stress. Wakati wa usingizi, mwili hupunguza kiwango cha homoni ya stress ambayo kwa kitaalamu tunaita cortisol. Hivyo ni msaada mkubwa sana katika kuweza kusaidia kupunguza mkazo pia wasiwasi. Namba 8, kuweka uzito sawa. Usingizi unaathiri jinsi mwili unavyoshughulikia njaa na hamu ya chakula. Kukosa usingizi kunaweza kuongeza hamu ya kula vyakula vya kalori nyingi sana. Pia hata namba 9, kwa nini unalala? Hii hali inasaidia sana kuharakisha uponyaji. Kulala husaidia mwili kutengeneza seli mpya ambazo hurekebisha tishu zinazoharibika, hivyo huongeza kasi ya uponaji. Kabla hatujaenda kuiangalia namba 10 ya faida ya kulala, naomba niweze kukumbusha, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe pia ili uweze kupata taarifa ambazo tunakuwa tunazi-upload kwa wakati. Usiache kubonyeza alama ya kengele. Namba 10 husaidia sana katika kuongeza maisha marefu. Utafiti unaonyesha kuwa watu wanaolala vya kutosha wana uwezekano mdogo wa kupata magonjwa sugu na wanaishi maisha marefu zaidi. Kulala ni jambo la kimsingi sana kwa afya ya ustawi wa mwili hata pia kiakili. Hivyo kwa ufupi, kulala ni muhimu sana kwa afya ya mwili, akili. Wakati tunapolala
mwili kupata muda wa kurekebisha, kupumzika na kuboresha mfumo wa kinga. Kulala kunasaidia pia katika kuimarisha kumbukumbu, huongeza umakini na kuboresha mudi. Bila usingizi wa kutosha, mtu anaweza kuwa na matatizo ya kimwili, hivyo matatizo ya kiakili kama vile uchovu, upungufu wa nguvu, hata pia matatizo ya kihemko. Kwa ujenzi wa afya bora, tunaomba msiache kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunaziposti katika chaneli yetu hii ya Safari ya Afya. Lengo kuu ni kuendelea kuboresha afya zetu. Ikumbukwe pia hata ujenzi wa afya ni swala ambalo linatuhusu sisi sote. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunaziposti. Niseme tu nashukuruni, asanteni.